tunataja jina la Yesu kwenye madhabahu yetu siku ya leo Bwana, ni kwa sababu kupitia jina lako Yesu Kristo utatenda mambo makubwa na ya ajabu. Katika jina na damu ya Yesu Kristo tunakuaminia wale wote wanaotutazama Bwana, ukawashughulikie, ukawatende mambo makubwa, ukakutana na mahitaji ya mioyo yao, mfalme wa ajabu. Katika jina na damu ya Yesu Kristo, chochote kile Bwana anahitaji kubali kuwapatia, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Biblia inasema ya kwamba chochote kile tutakachoomba katika jina lako, kwa hakika tutapokea, ni kwa sababu wewe ni Baba na sisi ni wanao. Mfalme, tunajivunia kuitanishwa na ufalme wa mbinguni. Pokea sifa Yesu, pokea sifa Bwana. Jina lako ni ngome imara ambalo watu wako hulikimbilia na wanakuwa salama. Tumekimbilia jina lako adhuhuri ya siku ya leo, tumekimbilia jina lako Bwana wa mabwana, na ili mfalme ukapigane vita zetu, na ili Bwana ukatushindanie, ni kwa sababu wewe ni mwema. Tunanena nguvu za damu ya Yesu inayo Bwana minyololo yote ya kuzimu katika jina la Yesu. Tunaalika Roho Mtakatifu akatuongoze, tunaalika Roho Mtakatifu akatushike na mkono, akatutangulie kwa kila jambo na kwa kila hali. Jehova, tunaitisha moto wa mbinguni ukateketeze madhabahu yote ya kuzimu, ukateketeze ufalme wote wa giza, maroho yote ya kutumwa na kujituma, na ili ikaweze kusambaratisha ibada ya siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo tunanena moto wa mbinguni, moto wa mbinguni ukateketeze katika jina na damu ya Yesu. Asante Roho wa Bwana, ni kwa sababu hautakuwa na kipimo kwenye ibada ya siku ya leo. Asante ni kwa sababu ya yale mambo Bwana umekusudia kutenda siku ya leo. Jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe Bwana. Asante Yesu, asante Bwana. Pokea sifa Emmanuel, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Oh Yesu, haleluya. Hakuna Mungu kama wewe Bwana, ni wewe peke yako unatosha Bwana, ni wewe peke yako unatawala. Asante Yesu, asante Bwana, asante Yesu, asante Yesu, asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Pokea sifa milele Mungu, pokea sifa milele, pokea Bwana wa mabwana. Asante ni kwa sababu ya uwepo wako Bwana wa mabwana. Asante ni kwa sababu ya uwepo wa Roho wako Mtakatifu Bwana wetu. Pokea sifa Mfalme. Tunakabidhi mahitaji yetu mikononi mwako, ni kwa sababu tunajua kwamba tukiyakabidhi kwako yako mikononi salama. Ni asante ni kwa sababu utaleta suluhu ya yale mambo Bwana yametulemea. Utatawala na utatenda mambo makubwa na ya ajabu katika jina la Yesu Kristo. Tunajiachilia mikononi mwako tukiomba kutawaliwa na wewe Mfalme wa ajabu, katika jina na damu ya Yesu. Asante ni kwa sababu ya msamaha Bwana, asante ni kwa sababu ya utakazo. Pokea sifa Bwana wa mabwana. Kwa hakika hatuwezi bila wewe Mfalme. Tunakuita msaada wetu, rafiki wetu wa karibu Mfalme. Asante ni kwa sababu tumeacha kuwa watumwa, bali tumekuwa rafiki yako Bwana. Asante Yesu, unastahili Bwana wa mabwana. Tunanyenyekea kwako tukisema mtakatifu ni wewe. Tunaungama pamoja na wazee 24 viumbe 4 walio uhai, ambao hawachoki usiku na mchana wakisema mtakatifu ni wewe, ni wewe, ni wewe. Mtakatifu ni wewe Yesu wangu wewe. Haleluya, haleluya, haleluya Yesu. Jehova, tunakuomba, tunakusihi jioni ya siku ya leo ukaweze kuondoa chochote kile kinaweza simama ya kwamba usitusikie, usitujibu siku ya leo. Kiondoe Yesu, kiondoe Bwana wa mabwana. Mashtaka yote yanaweza simamishwe mbele zako na adui Shetani. Tunaomba Bwana ukatusamehe, ukatuwezeshe, ukatushike na mkono wako. Tunakuhitaji Bwana. Haijawa rahisi bali mkono wako umetubeba. Pokea sifa,
Pokea sifa Bwana wa mabwana. Mambo ni mengi ambayo yangetuzuia kuingia katika madhabahu yako. Mambo ni mengi ambayo yangetufanya tukarudi nyuma, lakini tunajivunia Bwana wa mabwana kuhitanishwa na ufalme wako. Tunajivunia wokovu wa siku ya leo Bwana. Ni kwa sababu ni kweli shetani ametuinda, bali Bwana umekuwa mchungaji mwema. Pokea sifa Bwana wa mabwana. Pokea sifa Yesu. Nani kama wewe? Nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe Yesu? Nani kama wewe Rabi? Nani kama wewe? Oh, hallelujah. How excellent is your name, King Jesus. How mighty is your name, Lord. How powerful is your name, Lord. Jesus, you work in mysterious ways. You work wonders, God of wonders. We bow before thy presence this evening, Lord, as we worship your holy name, King Jesus. As we worship your holy name, Abba Father. You are the pillar that holds our life, Lord. Kama sio wewe Bwana, tujui tungelikuwa wapi. Kama sio wewe Yesu, sijui tungeliitwa nani, tungesema nini. Lakini ni kwa sababu ya pokea sifa, ni kwa sababu ya wokovu wa siku ya leo. Asante Yesu, ni kwa sababu ya damu uliyomwaga msalabani, tukapata kusamehewa, tukapata kutakasika. Ndiposa tumesimama mbele zako Bwana wa mabwana, tukisema hakuna Mungu mwingine kama wewe. Asante Bwana wa mabwana, sio kwa vile tumetenda mema, sio kwa vile tumejitahidi, bali ni kwa neema. Your grace has been sufficient to us, O Lord. We worship you, Lord. Hakuna Mungu kama wewe. Tunaliinua jina lako Bwana wa mabwana. Tunalitukuza jina lako, ni kwa sababu jina lako pekee linatosha. Katikati ya miungu Bwana umeinuliwa. Katikati ya miungu Bwana umeheshimiwa. Katikati ya miungu Bwana tunakilia kwamba hakuna kama wewe Bwana. Katikati ya majina yote hakuna jina lililo na nguvu kama jina la Yesu Kristo. Unastahili Bwana. Asante Yesu. Uhimidiwe milele Mungu wa Israeli. Daudi alisema kwamba jambo moja nalo litamani na ambalo alilizingatia ni kwamba aishi katika nyumba yako siku zote za maisha yake. Nasi Bwana tunakuja kwako tukikuomba jambo tu moja, ya kwamba tuishi katika nyumba yako na utakatifu na ukweli. Yesu, tusaidie Bwana, tusaidie, tusimamishe Bwana, na ili ukatufanye chenye ili kusudia kutufanya tangia mwanzo. Wewe ni nani wakufananishwa na wewe Bwana? Hakuna. Tunakuinulia macho yetu juu Mfalme, tunakuinulia mahitaji yetu juu, katushughulikie Bwana. Sisi ni wana wako, tuko mbele zako, tumekusanyika, tuangalie Bwana. Angalie mahitaji yetu Bwana, uyashughulikie. Wewe Bwana unatawala milele, unatosha. Maisha yetu unatosha Bwana. Yale mambo ambayo yametulemea tunayaleta kwako siku ya leo, ni kwa sababu tunajua kwamba ukiingilia kati yatakuwa sawa. Tutaenda tukiimba ni kweli mambo iko sawa. Oh yes Lord, we worship you King Jesus. Asante Yesu. We need you Lord. We need you Lord. We need you Lord. We need you yes. Oh, tunakuhitaji ndani ya mioyo yetu Bwana. Kwa maisha yetu ya kila siku Bwana tunakuhitaji. Ondoa chochote ambacho si kitakatifu ndani yetu, na ili tuweze kukupendeza. Nani kama wewe Bwana wa mabwana? Utukuzwe, uinuliwe, uhimidiwe. Haja ya mioyo yetu Bwana ni kwamba tufanane na wewe siku zote za maisha yetu. Tunatamani kuandamana na wewe, tunatamani kushiriki na wewe, tunatamani Bwana kutembea na wewe, kushikwa na mkono wako Bwana. Tuongoze Yesu, peke yetu Bwana hatuwezi. Musa alikuomba akakwambia kwamba
Usipoenenda na yeye Bwana, hatatoka mahali pale. Ni kwa sababu katika safari hii Bwana, kuna mambo ambayo yanaweza fanya mtu akarudi nyuma, na sisi Bwana tuachiachilia kwako. Ni kwa sababu hatuwezi enda peke yetu, tunahitaji Roho wako Mtakatifu akawe msaidizi wetu. Pokea sifa Bwana, ni kwa sababu wewe ni mwema. Unapoitwa Bwana unaitika, tunapokuomba Bwana unasikia maombi yetu na unajibu. Wewe ni Mungu wa Elia uliyejibu na moto. Wewe ni Mungu unayetenda mambo makubwa na ya ajabu. Jina lako Yesu litukuzwe, jina lako Bwana liinuliwe. Wewe ni mwema, hakuna Mungu kama wewe Baba yangu. Haleluya, haleluya. Jehova Shama, oh Jehova El Shaddai, Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Tunakupenda Bwana. Oh, jina lako litukuzwe Yesu, jina lako liinuliwe, mfalme wa wafalme. Hakuna Mungu kama wewe. Unastahili sifa, heshima na maabudu ni yako. Mamlaka yote ni yako Bwana wa mabwana. Unastahili Yesu, unastahili Bwana. Asante, asante, asante. Wewe ni mwema. Asante. Natamani kufanana nawe, natamani kufanana nawe siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu. Mimi natamani kufanana nawe. Mimi natamani kufanana nawe siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu. Kuongozwa nawe, natamani kuongozwa nawe. Kuongozwa nawe, natamani kuongozwa nawe siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu. Kuandamana nawe, natamani kuandamana nawe. Kuandamana nawe, natamani kuandamana nawe siku zote za maisha yangu, siku zote za maisha yangu. Kuandamana nawe, natamani kuandamana nawe. Kuandamana nawe, natamani kuandamana nawe siku zote za maisha yangu, 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 siku zote za maisha yangu. Tunalihimidi jina lako Bwana, ni kwa sababu wewe ni mwema. Tunasema ni asante, ni kwa sababu ya umbali huu. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe.
Wewe ni Mungu na kando yako hakuna Mungu mwingine kama wewe, unayefanya mambo makubwa na ya ajabu jinsi unavyoyafanya. Wewe ni Mungu wa pekee. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe. Twajikabidhi mikononi mwako Mfalme, tukikuomba ututende wema. Ni kwa sababu wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Kwa hakika Bwana, fadhili zako ni za milele. Utukuzwe, uinuliwe, uheshimiwe. Wewe ni Mungu wetu, hakuna kama wewe. Hakuna wakulinganishwa na wewe, wakufananishwa na wewe Mfalme hakuna. Pokea sifa Bwana wa mabwana. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Naomba tukasonge na huku mbele tuweze kumsifu Bwana kwa nyimbo mbili, alafu tuweze kupata kuendelea. Hallelujah. Hallelujah. Makofi, makofi kwa Yesu. Hallelujah. Uinuliwe Bwana, umetenda mema Yesu. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Oh, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Oh, apewe sifa Mungu wetu leo, apewe sifa Bwana wa mabwana. Ainuliwe, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Oh, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Oh, asifiwe Mungu wetu leo, asifiwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Oh, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Ainuliwe, ainuliwe Mungu wetu leo, ainuliwe Bwana wa mabwana. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, tunakupenda. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, tunakujali. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, twakuheshimu. Baba, pokea sifa. 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 Baba, twakuchezea. Baba, pokea sifa. Baba, twakuinua. Baba, pokea sifa. 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 Baba, twakutukuza. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, tuna mwingine twasema pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba,
Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Ndeinagera Ngai wakwa, ndeinagera Ngai wakwa, ndeinagera Ngai wakwa, matuko makwa mothe ndeinagera Ngai wakwa, indie ndeinagera Ngai wakwa. Haleluya, ndeinagera Ngai wakwa, indie matuko makwa nanie kwambararia Ngai wakwa, kwambararia Ngai wakwa, kwambararia Ngai wakwa, matuko makwa eni haleluya, 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 eni matuko makwa nake Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, Ngai wakwa ni munene, matuko makwa eni Ngai wakwa ni mutheru, eni Ngai wakwa ni mutheru, haleluya, Ngai wakwa ni mutheru, eni matuko makwa eni haleluya, 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 matuko makwa eni haleluya, 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 eni matuko makwa haleluya. Bwana wabariki. Amen. Na Bwana watende mema. Naomba tukaketi chini na Bwana wa neema atazidi kuwabariki. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikaribishe wageni ambao wametutembelea siku ya leo. Kama wewe ni mara yako ya kwanza kuingia katika ukumbi huu, naomba nikupe nafasi utusalimie kwa dakika chache sana. Tafadhali, kama uko mahali pale na wewe ni mgeni, naomba ukapate nafasi ya kutusalimia. Tukikusanyika tu kwa upande huu mmoja, tukae at least hapa, tukae kwa umoja na kwa pamoja. Na Bwana Yesu awabariki unapotii. Hallelujah. God bless you so much. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Sifiwe tena. Amen. Our God is good. All the time. Anashukuru Bwana kwa kunipa nafasi kuhudhuria nanyi katika ukumbi wa lunch hour. Ilikuwa nimekaa tu kwa nyumba nika feel like I want to go to the Amen. church. Amen. So nilipokuwa natoka nikasikia wanaabudu. Ndiposa nikaingia. I feel relieved, nimeomba. Amen. Najua Bwana atanitendea. Amen. Amen. Asante kabisa. Amen. Naitwa Hawkins. Sorry? Naitwa Hawkins. Oh. Nakaa Bahati. Okay. Asante. God bless you. Tumpigie makofi. Karibu tena na tena na tena, na Bwana atazidi kukubariki na akutane na haja za moyo wako, ni kwa sababu ni mwaminifu. Mama, tusalimie. Bwana sifiwe ni kanisa. Amen. God is good. All the time. Naitwa Rose Cheg. I'm a minister of the gospel. Amen. Reverend is my friend. Na nikasikia tu nitakuja kuwatembelea. Amen. Kwa sababu hapa kuna Mungu. Amen. There is one thing I would tell you. Ya kwamba msidespise the days of small things. Oh yes. Kwa maana katika hayo mambo katika huu uchache wenyu Mungu God is going to reveal himself. Bwana asifiwe sana. Najua mtumishi ametoka mbali na anaenda mbali. Amen. Na kwa hivyo mshikilieni kama vile mtu anaitwa Moses alishikiliwa. Unajua wakati kulikuwa na vita kali, Mungu alimnenea akamwambia ili muweze kushindana, Israeli washindane, uinue mikono yako juu, vita ikiendelea. Na ilifika mahali mikono inalegea, anakosa nguvu. Akiweka mikono chini wanapigwa sana.
lakini ikatokezea wazee fulani wakaweza kumshikilia mikono na wakaweza pita. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo shikilieni mtumishi wa Mungu, na hawa watu wote wamejaa hapa hivi wanawagojea muweze kueneza hii injili mzuri ili waweze kuingia katika kanisa, na ili muwe wengi, na ili jina la Bwana Yesu lisifiwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Ninaamini ya kwamba Mungu hakumleta mtumishi wa Mungu hapa hivi hivi. Alimpatia direction. Na Biblia inasema ya kwamba write down the vision and make it clear. Even if it tarries, it will come to pass. Amen. For the just shall live by faith. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo shikilieni kabisa na mtakuja kujaa. Mimi naamini ya kwamba next time nikija sitawapata hapa, mtakuwa mmenini kabisa. Amen. Kwa sababu it's not by strength, it's not by might, but it is by the Spirit. Spirit. Hallelujah. God Amen. bless you so much. Amen. Amen. God bless you so much. Amen. God bless you so much. Tunapenda wageni. Wenyeji tupigie wageni wetu makofi. Bwana azidi kuwapenda na kuwatendea mambo makubwa. Naomba nipate mtu ambaye ako na ushuhuda. Tafadhali. Ni vizuri kushuhudia Mungu. Usiposhuhudia Mungu, hata yeye mbinguni hata kushuhudia. Bwana asifiwe. Aliye na mwana ako na ushuhuda. Kama hujatendewa na Mungu, mimi Mungu amenitenda mema. Bwana amenihifadhi katika wema wake, ninayo sababu ya kumshukuru. Sababu sikuwa nimepanga ya kwamba siku ya leo nitakuwa, bali mkono wa Mungu umenibeba. Bwana asifiwe. Ninayo sababu ya kusema ya kwamba Mungu anaweza, ni kwa sababu ni mimi ameniwezesha. Bwana atukuzwe. Praise the Lord. Nikisema hivyo nasema hivyo ili niweze kupata mtu ambaye ako na ushuhuda, na kama hakuna, Bwana awabariki. Lakini naomba nipatie Margaret Kimani atusalimie, na Bwana atambariki. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amina. Asubuhi njema, nimeokoka. Yesu ni mwokozi. Amen. Nimelinda Bwana, moyo wangu na tumaini la uzima. Sijagairi na sisikii kama nitagairi, nitaendelea mpaka nifike mwisho. Bwana apewe sifa. Amen. Kile tunajua ni utakatifu na usafi. Bwana anapenda. Mungu hapendi tajiri maskini. Vile ulivyo Mungu hajali mfupi mrefu. Yes. Baba ama mnono. Mungu anahitaji roho zetu na usafi wetu na utakatifu. Bwana apewe sifa. Amen. Ninajitahidi kukaa kwa utakatifu wa Bwana ili siku ya kiyama nionekane. Amen. Ili niurithi ufalme wa mbinguni. Najua hata nikikaa kanisani, hata nifanye kazi nyingi, hata nitoe pesa nyingi, bila utakatifu sitamuona mwokozi. Oh, yes. Bwana apewe sifa. Amen. Sio rahisi kuwa mtakatifu. Majaribu ni mengi, tamaa za kimwili, mapigo ni mengi, lakini nikimtumainia Yesu na nikimtazamia Bwana, najua tu nitashinda. Bwana apewe sifa. Amen. Nina ushuhuda nikisema titagia nigire hili kanisa, nilipata nguvu ya kuendelea na mambo yangu. Apewe sifa Mungu. Amen. Palikuwa na rejection spirit, ilikuwa imenifunga, ilikuwa imenifuata. Lakini tangu nige hili kanisa, kwanza nikajipenda ili hii rejection iondoke. Nami nikawa mtu akiwa huru, majirani wakanipenda bure bure, nikasikia wakiulizana, na huyu mama makosa yake ilikuwa gani? Wengine wanasema hatujui, wengine wanasema anaharibiwa jina. Sababu ile rejection ilitoka. Bwana apewe sifa. Amen. Nimemuona mwokozi nikiwa kwa hili nyumba, nimeona nguvu za Bwana, nimeona utakatifu wa Bwana ukinifuata. Bwana apewe sifa. Amen. Najua tu nikujiachilia, ukiachilia shetani atakuweza. Lakini ukipigana vita nzuri ya imani utashinda shetani. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Nimeki tu nimeona kuna kijana mmoja alikuwa na girlfriend yake, alikuwa akimchapa kama mnyama. Bwana apewe sifa. Nikaona tu haya ni mapepo, haya sio mapenzi ya Mungu, haya ni mapepo. Anamchapa, wanakuja nyumbani, hata mama yule msichana akapigwa na stroke. Mimi walipokuja nikawaambia mimi sigojeki, hakuna stroke, shauri yenu na mapepo. Kama hamutakubali tuombe Mungu. Bwana apewe sifa. Tulipoongea na msichana akakubali tuje kwa huduma. Lakini kasini akanyimwa ruhusa. Akanipea picha yake, akaniambia pelekea mchungaji wenu atuombe.
Nililete picha, mchungaji hakusema ni ya nini ama ni nani, akaomba tu. Nilipoenda hata picha hata sasa iko kwangu. Tukakaa kidogo, sasa nikashindwa hii vita nitaikwamua aje. Nikaenda kwa chief, nikamwambia wamuite kijana wamuongeleshe, sababu tukiongea naona kijana yangu ndiye mwenye makosa. Msichana anamwambia nioe, anasema ngoja. Alafu akimpata kwa kazi na mtu anamchapa hapo hapo. Chifu wakamuita kijana, akakataa kwenda, wakanyamaza. Msichana akaniuliza, "Mama niende polisi?" Nenda, akaenda. No, polisi wakamuita kijana, akakataa. Nikaona ni mapepo, sababu hatii na hachukuliwi hatua, wanamuachilia tu. Nikamwambia refu hapa sasa naona shetani anataka umwagikaji wa damu. Na kijana anasema nitamkatakata, alafu nitajitupukisha kwa mto. Refu akaniambia tutaomba tu. Kukaa kidogo, msichana akakoboa mwanaume mwingine. Akamwambia sasa wewe jifanye tu kwa urafiki, nitakulipa, mkishikwa nitakulipia. Yule kijana akajifanya. Sasa wakitaka kupigana, yule msichana akapiga simu polisi, hapa kuna vita kubwa. Wakaja wakashikwa, wakapelekwa polisi. Nikampigia refu, akaniambia wachana hawa, lakini utatoa pesa na hiyo vita itafika mwisho. Wakarara, asubuhi yake nikajifanya nikaenda. Sikutaka kijana aone siko upande wake, lakini nikimwambia wewe kile kinakutafuta ni kwenda kufa kwa jela. Nikaenda polisi. Akaniambia mama usijali. Nikamwambia hapa utakuliwa pesa, usijali mama. Nikamuuliza na saa pesa tutatoa wapi? Usijali. Nikarudi nyumbani. Kama saa 5 hivi akanipigia. Mama kuna takikana 10,000. Kila mmoja wetu atoe 10,000. Nikamwambia wewe dada kutafuta na simu nitafute. Mimi nikarara, sababu hiyo ni yake. Mimi nikarara tu. Kama kitu saa 11 akapata askari mwingine rafiki yake, akamulipia zenye alikuwa amebakisha. Amen. Wakatoka. Tagia siku hiyo hawajapigana. Kukaa kidogo, msichana akanikibiria, "Mam, nitie lunch." Nikajua sasa wamerudiana. Kukaa kidogo, "Mam, ninunulie nguo." Nikajua sasa anataka nione wamerudiana. Alafu akaniambia, "Mam, nataka kujega." Nikamwambia kuja ujege. Vita ile ikaisha na ikaisha. Bwana apewe sifa. Amen. Hata kama alienda huku ilikuwa njia tu ya Mungu. Mungu pitia njia. Usikae hivi ugojee miujiza ati itatoka kama mana. Ni lazima Mungu atafute njia kupitia. Ile vita ilikwisha kabisa. Na sasa wako pamoja wataka kujega. Hapo nimemuona Mungu. Bwana apewe sifa. Amen. Ni mengi tu nimeonea kwa hii nyumba. Mengi nimeona nikiwa kwa hii nyumba. Isipokuwa pengine mtu nyamaza kidogo. Mubarikiwe, mtetewe mema. Amen. Tumngojee Mungu. Amen. Biblia husema you must be in one spirit and one faith, na mwenye munaomba na yeye. Ukimchukia Reverend, ukiona kama sio wa Mungu, kama ni wa Mungu, hata muombee nini utabaki vile vile. Apewe sifa Mwokozi. You should be in one spirit na yeye ili mambo yatendeke. You should ujiigishe kwake. Moyo wako ujaribu sana kuigiza kwake. Ili naye akikuombea yale mafuta inatenda. Mbarikiwe na Bwana. Amen. 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 Yes. God bless you. Watu wako na ushuhuda ni vile tu ananyamazia. Ni vizuri unasema yale Mungu ametenda, ni kwa sababu atazidi kutenda mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukinyamazia ataweka wapi ushuhuda ingine? Bwana apewe sifa. Kuna ye mwingine nimefungia. Tafadhali. Ni vizuri tushuhudie Mungu. Naomba tusalimiwe na ndugu yangu pale. Karibu tusalimie na Bwana atakutenda mema. Amen. We must be in one faith and in one spirit. Asifiwe Mwokozi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa wale ambao wanijui kwa majina naitwa Pascal Omoding. Wengi wao wanasahau wanaita pastor. Of course hata mimi ningesema pastor. Lakini pia ukiita pastor inatosha. Unajua wangapi tunasema kwamba kusudi ya Mungu kutuweka tuishi duniani ni kuweza kumwabudu. Hiyo ndio kusudi mimi na wewe kuweza kuitazamia siku ya leo. Ukiona siku nyingine ni vyema uweze kumbatia Mungu, maana tunajua jinsi mama amesema pale kwamba hata ufanye nini bila kumwamini Mungu na kuweza kutubu dhambi zako ni ubatili. Maana baada ya hapa yote wote tutaingia katika kiti cha hukumu.
katika kiti cha hukumu. Na hapo ndio utauliza swali tu moja. Ukisoma katika kitabu cha Revelation 21 utauliza swali, kwa maana tunaona Yohana ndiye alibebwa kwa Roho Mtakatifu, akaweza kuonyeshwa jinsi mambo ya mwisho yatakuwa, na akaonyeshwa jinsi pia mambo yatatokea. Na anasema kwamba akaona vitabu vinafunguliwa, vitabu vitatu. Ya kwanza ni ya uzima, ya pili ni ya mauti, na ya tatu ni ya ukumbusho. Na lakini wale ambao watapatikana jina zao hazijaandikwa katika kitabu cha uzima watatupwa katika moto wakao milele. Na wakati ni sasa mimi na wewe kuweza kujiangalia, je, matendo yako yanatosha kuweka katika kitabu cha uzima au la? Ni wewe mwenyewe kujiamulia, maana nafsi yako ni ya muhimu sana kuliko tamaa ya kimwili ambayo inatudrive kwa sasa, ambayo itatusababisha tuweze kukosa ufalme wa mbinguni. Amen. Wacha nisiwachoshe na mengi. Tutakavyozidi kuwa pamoja tutazungumza mengi, na Mungu azidi kuwatenda mema, na baraka za Mungu zipo na kila mmoja. Amen. Mbarikiwe sana, na pia ninashukuru sana mtumishi wa Mungu. Amen. Asante. Naomba hiyo microphone upatie Freddy atusalimie. Tunamuonanga tu huku akituzunguka na hajawahi tusalimia. Wacha tusikia anaogeanga aje, ama sauti ya nje ndio inakuanga sauti ya ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Mukundiro Fred. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amen. Siku ya leo nimeshukuru kukuwa na nyinyi. Amina. Mungu asifiwe tena. Amen. Oh. Utakuwa unaniuzia uoga. Nimekunasa sasa. Amen. Amen. Naomba tufungiwe hicho kipindi cha ushuhuda na Dennis Otondi. Tumpigie makofi mazuri. Yes. Yes, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mtu ako na ushuhuda. Ndio ongea venye unaogeaga. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila mtu ako na ushuhuda. Wakati umekanyaga katika nyumba ya Mungu uko na ushuhuda. Amina. Kwa maana kuamka kwako ni ushuhuda. Kutembea kwako ni ushuhuda. Nashukuru Mungu kwa yote ametenda. Amen. Na nasema ni asante. Kwa Amen. maana kutembea kwangu ni ushuhuda. Kwa kile jambo natenda ni ushuhuda. Mimi nasema nashukuru Mungu kwa yote yale amenitendea, kwa sababu kila kitu ambao binadamu anafanya ni ushuhuda. Usikuje ukaseme kwamba hauna ushuhuda wakati umeamuka vizuri. Kuna mtu amelala pale hospitalini, ainui hata mkono. Bwana asifiwe. Amina. Anahitaji kutoa ushuhuda, kwa maana anaongea, anaona watu wanakuja kumuona, lakini wewe uko uhai, unafika katika nyumba ya Mungu na unasema una ushuhuda. Amen. Jiangalieni kwanza wakati ambao unaamuka. Mungu amekuamusa asubuhi ya leo, ameweza kukuwezesha ukanena. Yeye ndio kwa kila jambo unafanya ni Mungu tu. Amen. Tunashukuru Mungu kwa yote ametenda, na Mungu aweze kutuwezesha. Sina usukurani mingi, sina mingi ya kusema. Bwana asifiwe. Amen. Ila tuwe tukijua kwamba kila mtu ana ushuhuda. Kila siku ambao unaamuka kuna ushuhuda ndani yako. Bwana asifiwe. Tukweti yale ukisema kwamba usifike nyumba ya Mungu ukisema una ushuhuda. Hiyo ni ajabu sana. Kutembea kwako kufika hapa ni ushuhuda. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kukaa hapa ni ushuhuda. Kuna mtu amehitaji kukaa hapa na hajaweza kufika. Oh, yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila kitu ambao unafanya jua kwamba ni ushuhuda. Hiyo nguo umevaa ni ushuhuda kuvaa leo. Kuna mtu hajaweza kuvaa nguo, ameweza kuchomeka. Bwana asifiwe. Amen. Hivyo kwa kila jambo jua kwamba ni ushuhuda kwako. By the way, Amen. kila kitu ni ushuhuda. Bwana apewe sifa. Nisaidie na hii mic. Buju, naomba utuimbie wimbo stanza moja kwamba moyo wangu usilie tena na moyo wangu usibabaike. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Onesimus Kioko, wengi wananijua kama Buju. Songea na huku unajificha sana. Sasa asante. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike, ninaye Mungu mkuu sana,
ninaye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilielie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu, usilielie tena. Ninajua shida zako, mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Tumpigie Onesmus makofi. Barikiwe. Yes, bila Yesu mimi na wewe ni kitu bure. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Wokovu wako ni wewe huwa unasaidia. Bwana atukuzwe. Hautusaidii kama kanisa, unasaidia wewe. Uovu ule unaofanya hautatutesa sisi, bali utakutesa wewe. Bwana asifiwe. Na ndiposa Biblia inasema ya kwamba wewe ambaye umeamua kutenda mazuri, fuatilia kutenda mazuri. Na wewe ambaye umeamua ya kwamba utatenda maovu, zingatia kutenda maovu. Bwana asifiwe. Yeah. Don't be lukewarm. Just be warm. And just ukue inaitwaje? Don't be, usikue moto ama mbalidi. Usiwe hapo katikati, that you are lukewarm. Usiwe fugufugu hiyo. Lakini kaa kwa Mungu na miguu yote miwili. Ama ukae kwa shetani na miguu yote miwili. Ujue kwamba chochote utendalo, chochote kile unachokifanya, mshahara u mikononi mwa Mwenyezi Mungu, na atakukabidhi wewe. Bwana asifiwe. Tutoe sadaka zetu ili tuweze kuingia kwenye neno la Mungu. Tutoe sadaka zetu, fungu zetu. Unahitaji bahasha, iko mahali hapa, utapatiwa, na Bwana wetu Yesu Kristo atakutenda mambo mema. Nionapo amani kama shwali, au nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni. Ninapoimba wimbo huo, tafadhali kubali kutoa sadaka yako. Tuende kwa haraka. Salama rohoni, ni salama rohoni mwa. Imba salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwa. Ingawa shetani adani tesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho ya. Imba salama, salama, salama rohoni, ni salama, ni salama rohoni mwa. Tuimbe salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwa. Neno la Mungu kutoka kitabu cha Ezekiel 11. Ezekiel
11 kuanzia mstari wa kwanza. Ezekiel chapter number 11 from verse 1. Tena Roho akaniinua akanileta hata lango la upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana, lililoelekea upande wa mashariki. Na tazama, mahali pa kuingilia pa lango walikuwako watu 25, na katikati yao nikamwona Yaazani mwana wa Azuri na Pelatia mwana wa Benaya, nao ni wakuu wa watu. Akaniambia, mwanadamu, hawa ndio watu wale watungao uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu, wasemao wakati wa kujenga nyumba si karibu. Mji huu ni sufuria na sisi ni nyama. Basi toa unabii juu yao, mwanadamu, toa unabii. Roho wa Bwana akaniangukia, naye akaniambia, nena, Bwana asema hivi, mmesema maneno haya, enyi nyumba ya Israeli, maana mimi nayajua yaingiayo katika mioyo yenu. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Roho wa Mungu akamuinua Ezekieli, akampeleka mahali kwenye lango la upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana. Bwana atukuzwe. Na akamwambia atazame, mahali pa kuingilia kwenye hilo lango palikuwa na watu 25, na katikati ya watu hao akamwona mtu ambaye alimjua, ambaye alikuwa naitwa Yaazania mwana wa Azuri na Pelatia mwana wa Benaya. Kwa hivyo katika wale watu 25 aliwaona watu wawili aliowajua na aliwafahamu vyema. Mmoja alikuwa anaitwa Yaazania mwana wa Azuri na Pelatia mwana wa Benaya. Bwana asifiwe. Hao watu, Roho wa Mungu akamwambia, mwanadamu, hawa ndio watu wale watungao uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu. Bwana apewe sifa. Siku ya leo Mungu amekuleta katika nyumba yake, na ili uweze kujua yale mambo yamekuwa yakitatiza maisha yako. Bwana atukuzwe. Na ili uweze kufahamu yale mambo ambayo yamekuwa yakisabalatisha biashara yako iweze kurudi chini, Mungu amekuleta katika uwepo wake, na ili uweze kujua yale mambo ambayo yamekuwa yakiangamiza familia yako. Bwana atukuzwe. Na ukiangalia vizuri sana katika ulimwengu wa kiroho, wale watu unawajua, yale mambo ambayo umekuwa ukipitia, ule ungumu ambao umekuwa ndani yake. Bwana amekuleta ili uweze kuongea na huyu Mungu, ili uweze kunena na yeye, uweze kupata ufahamu, uweze kupata kuelewa, ili uweze kupata kuelewa yale mambo ambayo yamekuwa yakikutatiza, na ni nini hicho kimekuwa kikifanya ya kwamba wewe umeitwa na Mungu na huduma ya Mungu ndani yako, lakini hii huduma haifanyi kazi, hii huduma haiendelei, hii huduma hakuna manufaa ambayo inaleta katika maisha yako. Mungu amekuleta katika nyumba yake. Bwana apewe sifa. Ezekieli akainuliwa na Roho wa Mungu katika ule mji walikuwa wanakaa, katika lile lango akampeleka mahali pale ili aweze kuona ya kwamba ule mji haukuwa unaendelea ni kwa sababu ya hao watu 25. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu wao watu ndio walikuwa wanatoa ushauri mbaya. Kwa ule mji mambo mazuri kufanyika, lazima wale watu wangeshauriwa, na wale watu hawakuwa tayari kusema ndio jambo fulani lifanywe. Kazi yao ilikuwa tu kufanya ule mji uendelee na kuzorota, uendelee na kuisha. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yako kuna wale watu ambao wamekaa katika lango la maisha yako, katika lango la biashara yako, that's kwamba not unless uwaulize ushauri, na ndiposa unaonanga unaanza biashara haiwezi kanawili, haiwezi kaendelea. Ni kwa sababu kuna wale watu ambao wameshika biashara yako mateka. Umeitwa na Mungu, ni kweli, una huduma ya Mungu ndani yako, lakini kuna wale watu ambao wanatoa ushauri mbaya kwa ile huduma, ya kwamba kuna mahali huwezi pita, kuna jambo huwezi fanya.
Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali huwezi pita, ni kwa sababu katika lango la maisha yako, katika lango la biashara yako, katika lango la kufanikiwa kwa watoto wako, kuna watu ambao wamesimama, na not unless wewe iguithania na andũ acio hauwezi ukafaulu. Bwana atukuzwe. Lakini Mungu alinena na Ezekieli katika mstari wa 4 akamwambia kwamba basi toa unabii juu yao. Mungu alimpatia nguvu, uwezo na mamlaka ya kunena juu ya wale watu. Ni kwa sababu wale watu walifanya ule mji ukakaa sio vile Mungu alikusudia ule mji ukakae. Siku ya leo Mungu amekupa nguvu, uwezo na mamlaka, na ili uweze kunenea wale watu ambao wamekaa katika malango yako, ya kwamba huwezi fanikiwa kiwango fulani. Ukifika hapa wamekuwekea vikwazo, huwezi pita mahali pale, umewekewa limit. Bwana atukuzwe. Kuna watu ambao watoto wako hawezi soma beyond form 4, ni kwa sababu wale watu ambao wamekaa katika malango ya masomo ya watoto wako wamesimama mahali pale. Kwa hivyo hao watoto hawawezi pita mahali pale, na wewe unaonanga ni kama ni kawaida. Bwana asifiwe. Biashara yako ambayo umeweka, ukiangalia, ukiambiwa ya kwamba ufanye hesabu ya ile pesa ambayo iko kwa hiyo biashara, haiwezi pita 10,000. Ni kwa sababu wale watu ambao wamekaa katika malango ya biashara yako waliamua ya kwamba hautawahi pitisha kazi ya pesa kiwango fulani. Lakini leo Roho wa Mungu anatuambia kwamba ati basi toa unabii juu yao, tutatangaza, tutatabili juu yao. Ni kwa sababu kutoka siku ya leo hawatakuwa na nguvu, hawatakuwa na uwezo, hawatakuwa na mamlaka juu ya maisha yetu, juu ya biashara zetu, juu ya watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa Mungu akakuleta katika nyumba yake siku ya leo, na ili uweze kupata ufahamu ya kwamba katika malango yangu ya huduma kuna wale watu ambao wameishika. Unajipata tu kazi yako unaimba tu kwa kanisa, lakini wewe kufika studio, na ni mapenzi ya Mungu uimbe watu wote ili injili ienee. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapata tu wewe ulitosheka mahali tu hapo. Na tukichunguza mawazo ya Mungu, ni mapenzi ya Mungu ueneze injili ya Mungu hata nchi za nje. Lakini wale watu ambao wamekaa katika malango ya huduma yako, wale ambao wanafanyanga mashauri ambayo si mazuri, mashauri ya kwamba ni kukurudisha nyuma, si uende mbele, ya kwamba wamekuwekea mpaka huwezi pita mahali hapa, au ndio Mungu siku ya leo ametupa nguvu, uwezo na mamlaka juu yao. Na ndipo Roho wa Mungu anatuambia kwamba tutabili juu yao. Bwana Yesu asifiwe. All things work together for good. Ilimpendeza Mungu wewe ukawe katika nyumba siku ya leo. Bwana apewe sifa. Ukichunguza maisha yako, saa zingine wewe unaomba unaambia Mungu, hapana, maisha yangu kulingana na venye na iangalia na venye tumetembea na huyu Mungu, sifai kuwa mahali nipo, sifai kuwa kwenye kiwango hiki. Bwana Yesu asifiwe. Unapata ni kweli uko sawa ukionekana, lakini katika ulimwengu wa roho wewe ni mbarikiwa, wewe ni tajiri mkuu. Mungu akitazama anaona mhuduma mkuu, Mungu akitazama anaona mchungaji mkubwa, lakini ni kwa sababu ya wale watu waliokaa katika malango yako. Hakuna kitu kizuri kinaweza pita mahali pale. Wao ndio wako pale, wameishika huduma yako namna hii, ya kwamba wao ndio tu huwa wanakata, wanatoa mashauri ambayo si mazuri, ni mashauri mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Nasi tunaonanga tu ni kama ni kawaida kukaa jinsi vile, kukaa vile, lakini namtukuza Mungu ni kwa sababu ya Roho wake Mtakatifu ambaye ametutia siku hii leo. Ametupa nguvu, uwezo na mamlaka wa kutoa unabii. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Bwana akaniangukia, that is verse 5. Akaniangukia naye akaniambia, nena, Bwana asema hivi, mmesema maneno haya, enyi nyumba ya Israeli, maana mimi nayajua yaingiayo katika mioyo yenu.
yule Mungu apelelezaye mioyo ya wanadamu, yule Mungu apelelezaye mawazo ya mwanadamu, anajua kwamba, anajua yale maneno, yale mambo huwa yanaingia ndani ya mioyo yetu. Mungu anajua, anafahamu, anaelewa yale mambo ambayo yako ndani yetu siku ya leo. Bwana asifiwe. Roho wa Mungu akamuinua Ezekieli, akampeleka mahali juu. Kwa hivyo akiwa mahali juu alikuwa anaona mwenye anaingia na mwenye anatoka, na pale ndipo aliweza kuona wale wazee 25 wale ambao walikuwa wamekamata ule mji. Sijui wenye wamekamata maisha yako ni wangapi, lakini haijalishi ni wangapi, ni kwa sababu siku ya leo Roho wa Mungu amesema ya kwamba ametupa nguvu na ili tukaweze kutoa unabii kuhusu wale watu ambao wamekuwa wakisabalatisha maisha yako, ambao wamekuwa wakishika biashara yako, ambao wamekuwa wakifanya watoto wako vitu bure. Bwana asifiwe. Unajua kuna wazazi ambao wanaonanga watoto wao wakipotea ni kama tu ni kawaida. Wanasemanga tu ni ile tubo inatokanga mwizi na inatoka mchungaji. Hakuna kitu kama hiyo. Ni katika malango ya yule mtoto wale wazee 25 walikaa, wakakamata maisha yake. Sasa huyo mtoto ako chini ya utawala wa shetani, na wewe unaona tu ni kawaida. Eti huyo mtoto nimemwachia Mungu. Hapana. Siku ya leo ni siku njema ambayo Mungu alifanya ikawa ili tuweze kupokea neno lake, ya kwamba yale mambo yote yamekuwa kizuizi. Wale watu ambao, ile roho ambayo imekuwa ikikaa katika malango yako, ya kwamba huwezi fanikiwa, huwezi kula ile chakula unatamani, unakula yenye umepata, hiyo si maisha ya mwana wa Mungu. Bwana apewe sifa. Biblia inasema kwamba vitu vyote vizuri ni vyetu, lakini ukiangalia katika dunia ya leo, wale watu wamefinyika, wale watu wanakaa maisha duni, maisha ya chini, ni wale watu wanajiita walokole, wale watu wanaitanishwa na Mungu. Bwana asifiwe. Mpaka unashindwa, kwani tulipotelea wapi? Na tunasema ya kwamba wokovu sio ujinga. Wale watu ambao wako katika ulimwengu, chochote wanakihitaji wanapata. Ni ile tu hatujui ya kwamba katika malango yetu ya kufanikiwa kuna wale watu ambao walikamata mali yetu. Bwana asifiwe. Lakini siku ya leo Roho wa Mungu amenena ya kwamba tuwatolee wale watu nabii na tutangazie maisha yetu. Bwana asifiwe. Tutangaze kufaulu kwetu, tutangaze kusimama na kunawili kwa biashara zetu, tutangaze ya kwamba kutoka siku ya leo huduma ambazo Mungu ameweka ndani yetu itaenda kufanya kazi katika nyumba ya Mungu na katika taifa letu na katika nchi zote. Ni kwa sababu hiyo ndiyo mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Asifiwe Yesu. Naomba tukasimame. Naomba kila mtu akafanye hili ombi. Shukuru Mungu kwanza ni kwa sababu amekuleta katika nyumba hii siku ya leo ili uweze kujua yale mambo ambayo umekuwa ukipitia si mambo ya kawaida. Biashara yako, kuweka biashara, kazi yako ni kutopa biashara yako, alafu all of a sudden inaanguka, haupati faida, haupati chochote. Kuna watu ambao wameishika mateka na wamekuwekea mpaka ya kwamba huwezi pita mahali fulani, na wewe tu umekaa mahali pale ukisema unaendewa, unarogwa, unafanywa. Hapana. Katika huo mji ni hiyo biashara yako, mji ni hao watoto wako, mji ni hiyo huduma yako. Kuna wale watu ambao waliachiliwa na shetani. Kuna ile roho ambayo iliachiliwa na shetani ikaishika mateka, na siku ya leo tunatoka katika ule utumwa. Ni kwa sababu Mungu amepeana nguvu, amepatia Roho wake Mtakatifu ya kwamba sisi tunakuja kutabilia hizo hali. Bwana asifiwe.
tutakapotoka na ule mlango, tutaenda tukiimba ya kwamba nimemuona Bwana anapendeza. Ni kwa sababu maisha yangu hayatabaki kuwa vile tena, biashara yangu haitabaki kuwa vile tena, watoto wangu hawatabaki kuwa vile tena. Kuna mambo umeombea miaka mpaka unashidangu, kwani huyu Mungu hajibingi, hasikiangi? Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu unapoomba anasikia maombi na anajibu. Lakini kuna wale watu wamesimama katika malango yako, ukiomba wanashika mateka maombi yako. Unakaa pale kama Gideoni ukigojea maombi yako yajibiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kumbe Mungu alijibu. Mfalme wa Persia ako mahali pale, amekamata majibu yako, amekamata baraka zako. Lakini siku ya leo Roho wa Mungu anatunenea kwamba ametupa nguvu. Kwa hivyo usione tu ni mchungaji anafaa kuomba. Hata leo wewe, unajua kuna wale watu wanajiekanga ati ni waduni sana, hawawezi wakatangazia mambo na yakuwe sawa sawa. Nataka uchukue nguvu, uwezo na mamlaka ambazo umepewa na Mungu. Exercise the power of God in you. Exercise the authority that God has given you today. Bwana apewe sifa. Naomba tukasimame. Umejua hali zako. Kama uko na biashara, unajua hali ya biashara yako. Kama uko na watoto, unajua venye mmekuwa mkipelekana na wale watoto. Bwana atukuzwe. Unajijua vyema wewe. Unajua mahali malango yako imekamatwa. Mungu anasema ya kwamba leo tumepewa nguvu na mamlaka ya kunenea na kutabilia hizo hali, ya kwamba hazitabaki kuwa vile tena. Ni kwa sababu ni Roho wa Mungu ananena. Bwana Yesu asifiwe. Deno, naomba utuwekee wimbo kidogo tunapojipeleka mbele za Mungu. Kuria wekereirwo mihaka ni ngoma. Today we are proving this devil alone. Ni kwa sababu siku yake imefika mwisho. Bwana asifiwe. Jite mkutano, ujue mahali malango yako yamekamatwa, mahali malango yako yameshikwa mateka. Ati ya kwamba kila mwisho wa mwezi lazima ufungiwe nyumba ili uweze kulipa. Hayo si mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni ukue na kwako, ukaange kwako. Bwana apewe sifa. Lakini ni kwa sababu ya wale watu, ile roho ambayo ilikamata kufaulu kwako. Siku ya leo Mungu ni wetu ni mwema. Tutatoka katika nyumba hii kama tumebarikiwa. Naomba ukaenende mbele za Mungu, ukatambilie malango yako, ukatambilie wale wazee, ukatambilie ile roho ya kwamba haina nguvu, haina uwezo, haina mamlaka juu ya maisha yako, juu ya huduma yako. Fungulisha biashara yako, fungulisha, inene, fungulisha maisha yako, fungulisha maisha ya watoto wako, fungulisha masomo ya watoto wako. Fungulisha yote. Ni kwa sababu Mungu ametupa nguvu, uwezo na mamlaka. Tunenee yale maroho ambayo yalishika huduma zetu mateka. Tunatangazia kwamba hayana nguvu, hayana uwezo juu ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, ni kwa sababu ya nguvu na uweza wako. Pokea sifa Bwana, mama Bwana. Asante Yesu. Asante Bwana. Ni kwa sababu siku ya leo tumekuja kugundua yale mambo yamekuwa tatizo, yale mambo ambayo yamekuwa yakizuia tusiendelee, tusifanikiwe, tusibarikiwe, yale mambo ambayo yamekuwa yakisimama ya kwamba hatuwezi pita mahali fulani, hatuwezi barikiwa. Asante Yesu, ni kwa sababu ya Roho wako Mtakatifu. Ile roho tunainenea kwamba haina nguvu, haina uwezo, haina mamlaka juu ya maisha ya kila mmoja wetu. Katika jina na damu ya Yesu Kristo tunatangaza uhuru wetu, tunatangaza kufunguliwa, tunatangaza kufunguliwa kwa watoto wetu, tunatangaza kufunguliwa kwa familia zetu. Ile roho ambayo kamata familia zetu ya kwamba ni shida tu na matatizo, tunaitangazia kwamba siku ya leo haina nguvu, haina uwezo. Tunaondoa kila roho ambayo imesimama katika malango yetu ya kufanikiwa katika jina na damu ya Yesu Kristo. Tunatangaza ya kwamba maisha yetu ni bora. Oh yes Lord, thank you Jesus.
angazia maisha yako, balikisha maisha yako, baliki maisha ya watoto wako. Mungu amekupa nguvu, uwezo na mamlaka. Oh yes, that they will never be tails, but they will always be the head. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Tunaenda mbali ni kwa sababu anayetawala ndani yetu ni mkuu kuliko yule anayetawala katika dunia. Asante Bwana, ni kwa sababu ya nguvu zako. Asante Yesu, ni kwa sababu ya damu ya Yesu. Tunatangaza damu ya Yesu, tunatangaza damu ya Yesu kwenye malango yetu, na ili malango yetu yakakue wazi, malango yetu yakakue huru katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana, mama Bwana. Asante Yesu, ni kwa sababu wewe ni mwema. Tangaza, tangaza, tabiri, tabiri, toa unabii, toa unabii kwa maisha ya watoto wako, kwa maisha yako, kwa ndoa yako, kwa biashara yako, kwa huduma yako. Itabilia kwamba itanawili, itasimama, utafanya kazi ya Mungu. Whether the devil writes it or not, utaenda mbali. Wewe ni mmiliki wa yale yote ni mazuri, ni kwa sababu ni Biblia inasema. Haleluya, haleluya. Pokea sifa Bwana wa mabwana. Tabili, tabili, tabili mazuri, tabili mema, tabili mema, tabili, tabili, ni kwa sababu Roho wa Mungu yu ndani yetu, yuko pamoja na sisi. Tabilia, tabilia maisha yako, tabili, 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 tabili mazuri juu ya maisha yako. Ni mapenzi ya Mungu kila mmoja akakae maisha mazuri. Ni mapenzi ya Mungu kila mtu akajivunia kuitanishwa na huu ufalme, sio kujifinyilia kuitanishwa na ufalme wa Mungu. Tabili, 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 tabili. Wewe unajua mahali malango yako yameshikwa mateka. Tabili, tabili, tabili. Mungu ametupa nguvu, uwezo na mamlaka. Tabili, tabili, tabili. Ulisoma haujapata kazi, tabili, tabili mazuri juu ya maisha yako. Tabili ni kwa sababu ni Mungu anasema siku ya leo tutabili ya kwamba maisha yetu hayatabaki kuwa vile tena. Asante Bwana. Zidi na kutabili, tabili ya ndoa yako, tabili ya maisha yako, tabili, tabili ya kwamba umefunguliwa, tabili ya kwamba Mungu amekuweka uhuru kwa jina la Yesu Kristo. Jina lako Bwana litukuzwe, jina lako liinuliwe Mungu. Hakuna Mungu kama wewe Yesu. Asante Bwana wa mabwana. Asante Yesu. Asante mtakatifu wa takatifu, Mfalme wa mfalme, Bwana wa mabwana, Bwana wa majeshi ndilo jina lako. Asante ni kwa sababu siku ya leo Bwana umetupa nguvu, umetuwezesha kutabilia maisha yetu, kutabilia biashara zetu, kutabilia huduma zetu, kutabilia ndoa zetu, kutabilia maisha ya watoto wetu, kutabilia masomo ya watoto wetu. Tunajua kwamba tutaenda mbali, wataenda mbali. Ni kwa sababu wale watu ambao walikuwa nakaa katika malango yetu Bwana umewaondoa kwa utukufu wa jina lako. Ni asante Bwana wa mabwana. Asante Yesu. Asante Emmanuel. Asante, asante Yesu. Asante. Nataka umake declarations za maisha yako, ya kwamba maisha yako hayatabaki kuwa vile tena. Ambia Mungu chochote kile unachokihitaji, na Mungu ni mwingi wa rehema. Mungu wetu ni mwaminifu, ametega sikio lake na ili aweze kusikia dua yako. Jehova Mungu huwa anatimiza haja za mioyo ya watu wake. Ambia Mungu chochote kile unachokihitaji, ambia Mungu lolote lile unalolihitaji, na kwa hakika Mungu ni mwema na ni mwaminifu na atalitimiza, ni kwa sababu ni mwema. Ambia Mungu anaweza mambo yote. Mwambie Mungu anaweza mambo yote. Mwambie huyu Mungu anaweza mambo yote. Ako na nguvu na uwezo ya kuondoa Tanzania na Pelatia katika malango yako. Wale watu ambao wamekuwa wakikushaulia mambo mabaya, wale watu ambao wamekuwa wakipanga mipango mibaya dhidi ya maisha yako, siku ya leo wanaenda kuondoka katika jina na damu ya Yesu. Wale watu ambao wamekuwa wakisimama kwenye malango yako na kuweka mipaka ya kwamba huwezi pita mahali fulani, Roho wa Mungu ako na nguvu na uwezo wa kuondoa. Ni kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Ni neno la Mungu linasema ya kwamba aliwaondoa
kuondoa katika yale malango, alipomuinua yule mtumishi wake, na ili akaone yale mambo na wale watu ambao walikuwa wakitatiza ule mji wako siku ya leo. Ni ile jambo unalosimamisha mbele za Mungu, ya kwamba katika malango yale Mungu anakuja kuondoa kizuizi chote, ile kitu ambayo imekuwa ikisimama ikaondolewe. Biashara yako ikabidhi mikononi mwa Mungu, inenee mazuri, inenee kupanuka, inenee kuinuliwa katika jina na damu ya Yesu Kristo. Watoto wako wanenee kufunguliwa kimasomo, waneneni kwa sababu ya nguvu za Mungu. Wale watu ambao wamekuwa wakisimama, wale watu ambao wamekuwa wakikaa katika malango yetu ya kutofanikiwa, siku ya leo Mungu ametupa nguvu, uwezo na mamlaka ya kwamba katika jina la Yesu Kristo wataweza kuondoka na maisha yetu hayatabaki kuwa vile tena. Asante Yesu, asante Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo, uinuliwe milele Mungu wa Israeli, uinuliwe milele Mungu mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo. Nani kama wewe Yesu? Nani kama wewe Mungu? Nani kama wewe Bwana? Asanteni kwa sababu ya yale Bwana umekusudia kutenda siku ya leo juu ya maisha ya kila mmoja. Asanteni kwa sababu ya uaminifu wako Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Asante. Asante Yesu, wewe uliyempatia Ezekieli nguvu ya kutabiri, ni wewe umetupa nguvu ya kutabilia maisha yetu siku ya leo. Ni wewe umetupatia nguvu ya kutabilia ndoa zetu, huduma zetu. Ni sisi Bwana umetupatia nguvu, uwezo na mamlaka wa kutabilia madhabahu yako, ya kwamba itapanuka na itaenda mbali kwa utukufu wa jina lako. Ni asante, ni asante Yesu. Jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe. Enda mbele za Mungu umwambie ni asante. Enda mbele za Mungu umwambie ni asante kwa yale maombi umeomba siku ya leo. Mwambie Mungu ni asante, na umwambie Mungu naamini ya kwamba sina shaka ni kwa sababu yale yote nimekuomba najua kwamba utatimiza kwa utukufu wa jina la Yesu. Wakati ule mwingine tukikutana kwenye nyumba hii, tutakuja kila mtu na ushuhuda. Ni kwa sababu Mungu atakuwa amefungua malango yetu, na wale watu ambao wamekuwa kikikaa katika malango yetu watakuwa wameondolewa. Kwa hivyo tutakuwa na ushuhuda tele kwa yale Mungu ametenda. Mwambie Mungu ni asante. Asbia Mungu ni asante. Asante Bwana ni kwa sababu ya neno lako. Asante Bwana ni kwa sababu ya ibada ya siku ya leo. Asante Bwana ni kwa sababu ya yale umekusudia kutenda na yale utazidi kutenda katika jina na damu ya Yesu Kristo. Twajiachilia mikono kwa Mfalme, tukiomba tuzidi kutawaliwa na wewe, tuzidi kuongozwa na wewe Bwana katika kila jambo na katika kila hali Bwana, kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa Bwana wa mabwana. Tunalihimidi jina lako Muumba Mwenyezi, ni kwa sababu ya wema na fadhili zako za milele. Wewe Mungu kupitia neno lako umesema ya kwamba ni wewe ulimuinua Ezekieli na ukampeleka mahali juu na ule mji walikuwa wanakaa Jehova, na ukamuonyesha wale watu ambao walikuwa wanakaa katika malango ya ule mji ya kwamba hakuna mtu angetoka na hakuna mtu angeingia bila kushauriwa na wale watu ambao walikuwa wamekaa. Siku ya leo Mfalme wa ajabu, tunasema ni asante. Ni kwa sababu ulituleta katika nyumba yako ukiwa na lengo na ukiwa na kusudi, ili kupendeza wewe Mungu sisi tukaje katika malango yako Jehova, na ili uweze kutuondolea yale maroho yote yamekuwa yakisimama kwenye malango yetu ya biashara, malango ya masomo ya watoto wetu Bwana, malango ya ndoa zetu Emmanuel. Na siku ya leo umetupa nguvu, uwezo na mamlaka ya kusema ya kwamba tutabili na tutabetabili mema. Tunajua kutoka siku ya leo Bwana Jehova Mfalme wa ajabu, tutakuwa na ushuhuda, kushuhudia wema wako, kushuhudia matendo yako, kushuhudia ukuu wako kwa yale Bwana umetenda
na yale Bwana utazidi kutenda. Ni asante Bwana wa mabwana, hata ni kwa sababu ya madhabahu yako. Yale wote wa Bwana, maroho yote mfalme, ufalme wote wa kuzimu umekuwa ukikaa katika malango ya huduma hii, Jehova ukaiondoe siku ya leo kwa utukufu wa jina lako. Tunatangaza kupanuka kwa madhabahu haya. Tunanena Bwana wa mabwana, Jehova, ya kwamba kisima hiki kitakuwa ukombozi kwa watu wengi kwa utukufu wa jina lako. Ni asante Bwana, unapofungua malango yetu, unapofungua biashara zetu, unapotuinua Bwana wa mabwana, unapotubariki mfalme, jina lako likainuliwe, jina lako lihimidiwe, jina lako litukuzwe. Wewe ni mwingi wa rehema, wewe fadhili zako ni za milele. Pokea sifa uishie milele, Mungu wa Israeli. Ni kwa sababu kwa kila mmoja aliye ndani, yeyote yule anatutazama Bwana, ukitubariki mfalme, kubali kumbariki Jehova, katika jina la damu ya Yesu. Tunafungulisha biashara zetu, tunafungulisha Bwana wa mabwana maisha yetu Jehova, kutokana na minyororo yote ya shetani, katika jina na damu ya Yesu Kristo. Siku ya leo ni siku ya ukombozi wetu, siku ya leo ni siku ya kufunguliwa kwetu. Sisi tunatangaza ya kwamba tuko huru, ni kwa sababu ya nguvu za damu ya Yesu. Kwa jina la takatifu la Yesu Kristo, tunatoka na ule mlango tukiimba ya kwamba kwa hakika sisi tuko uhuru, biashara zetu ziko uhuru, ndoa zetu ziko uhuru, biashara zetu zitanawili kwa utukufu wa jina la Yesu. Asante Bwana, ni kwa sababu watoto wetu wamefunguliwa na wewe, watoto wetu masomo yao yamefunguliwa na wewe. Nyota zetu ambazo zilikuwa zimetekwa, zimeibiwa na shetani, Jehova, zimerudi kwa utukufu wa jina lako, na tunazificha kwenye kisima cha damu ya Yesu, tunajifunika na damu ya Yesu. Asante Bwana, ni kwa sababu ya mkono wako ulio juu yetu. Asante Bwana wa mabwana, maroho yote ambayo tumekemea katika nyumba hii Bwana, tunakatana na liveji zote na ataki zote za mwovu shetani katika jina la damu ya Yesu Kristo. Roho yote ya kulipisha kisasi hauna nguvu, hauna mamlaka katika jina la damu ya Yesu Kristo. Ni asante Bwana, ni kwa sababu ya wema na fadhili zako za milele kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana wa mabwana, asante Yesu. Pokea sifa milele, pokea sifa milele, na ni katika jina na damu ya Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen and amen. Wale ambao wanatutazama tunawakaribisha kwenye mkesha siku ya Ijumaa, na waomba mkubali kukuja na ili tuweze kubarikiwa kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Tunawapenda, zidi kubarikiwa na Mungu awatende makuu. Amen. Hallelujah.